Yesu, maana yuko karibu kuwachukua walio wake. Kama ni nyakati ambazo inatakiwa kuwa macho, ni nyakati za sasa. Biblia inaeleza wazi, nyakati za mwisho zitakuwa ni nyakati za hatari, zitakuwa ni wakati wa hatari. Kwa nini nasema ni nyakati za hatari? Ni nyakati za watu kujisahau, ni nyakati za watu kujikinai, ni nyakati za watu kutenda maovu, ni nyakati za kusahau maneno ya Mungu. Wanayachapia, wanachanganya wakiona kwamba Yesu pale. Ninakueleza kwa neema ya Mungu ambayo amenipa maneno hayo yasikie. Yesu yu karibu kurudi kuwachukua watakatifu. Biblia inaeleza wazi, utakapoona chukizo la uharibifu limesimama mahali patakatifu kwa Mungu, asoma anafahamu. Kwa hizi ni nyakati za kusoma na kufahamu, sio na kusoma unalala tu. Kati ya kuwa macho, Yesu anakaribia kurudi kulichukua kanisa lake. Kama Mungu amekupa neema kwenye huduma, mtumikie Mungu kwenye nafasi yako. Mungu amekuita kwenye kuhubiri, mhubiri Kristo. Yesu anakaribia kurudi. Mungu amekuita kwenye ushemasi, mtumikie Mungu. Yesu anakaribia kurudi, maana kazi ya kila moja inapimwa. Kazi ya kila moja itapimwa, itapitishwa kwenye moto. Kama itaweza kustahili moto, wewe utakuwa salama. Yesu asifiwe. Ni nyakati za kuwa macho, ni nyakati za kufumbua macho. Utazame Yesu, yeye aliyetuita kwa pendo, yeye aliyetuita kwa wito mkuu, kwa ajili ya kufanya kazi yake, kwa ajili ya kumtumikia yeye, kwa ajili ya kutangaza habari za ufalme wake, ili watu wa Mungu wapate kugeuzwa mioyo yao, wapate kugeuzwa njia zao, wapate kugeuzwa matendo yao, wapate kumtukuza Mungu. Kwa hiyo jioni ya leo, wewe unasikia sauti, chukua hatua. Kama uko bado hujabadilika, ubadilike Yesu, ili Yesu atawale, usiweze kupotea. Tunao wengi wamepotea, wengine mpaka makanisani wamepotea, wengine hata mitaani wamepotea. Wanasema wanaenda mbinguni, lakini wanaenda jehanamu.